Naam, habari yako tena ndugu mtazamaji. Tumekuletea habari nzuri ambayo tunaenda kuijadili siku ya leo katika TV yetu ya Kituo cha Maarifa. Najua hapo ulipo unaweza ukawa unajiuliza maswali mengi kwamba elimu ni nini? Unawaona watu tu wanasema nina elimu, nina degree, nina diploma, nina masters, alafu mwingine anakuambia yote hayo sina, lakini mimi ni fundi. Ninafanya ujenzi. Mwingine anakuambia mimi ninashona nguo, ni fundi wa cherehani. Kama alivyotangulia awali kusema hapo Mr. Saidi, kwa jina anaitwa Baraka. Leo tutakuwa pamoja katika chaneli yetu juu ya mada inayozungumza kuhusiana na elimu. Tutaangazia mambo mengi sana kuhusiana na elimu. Tutajifunza the way ambako kila ambacho unaelewa wewe na kila ambacho umepungua. Tuko mahali hapa kwenye jukwaa la maarifa, tutaangazia mambo mengi sana. Karibu sana unaifuatilia kipindi hiki, karibu sana. Naam, karibu sana Baraka. Tunayo mambo mengi na makubwa ambayo leo tunatakiwa tumjuze huyo mtazamaji ili aweze kuyafahamu. Unaelewa nini tunapozungumza kuhusu elimu? Kwa sababu kuna mtu anatuangalia, yeye ni fundi, yani yeye ni fundi, ni fundi wa ujenzi, anajenga nyumba. Ukimpa nyumba ana uwezo wa kuijenga kuanzia chini mpaka juu. Alafu kuna mwingine yeye ana elimu, ana degree, amefanya mitihani, amefaulu, ana VET na amefanya vizuri sana. Nilikuwa najaribu kuwaza wakati unajitambulisha kwamba huyu mtu ambaye hajasoma darasani lakini ana uwezo wa kujenga nyumba au ana uwezo wa kutengeneza changamoto na kaifanya kuwa faida. Halafu kuna huyu mtu ambaye amesoma darasani, ameingia darasani, amefanya mitihani mingi na amefaulu, unaelewa? Lakini tunapokuja katika uhalisia wa maisha, hawezi kuitumia ile elimu yake kutengeneza faida au kutengeneza kitu ambacho jamii inaweza ikakiona. Ni nani tuseme ana elimu? Huyu aliyeenda shule au huyu ambaye hajaenda shule lakini ana uwezo wa kufanya jambo na jamii kaona kweli yes amefanya? Okay, asante sana. Ndiyo. Kwa kujibu swali lako, naomba nianze na maana ya elimu ambayo pengine msikilizaji au yule anayetufuatilia anaweza akatambua kwamba nini kinaendelea katika majibu ya swali hilo. Nilifikiri kwamba maana ya elimu ni ufundi au maarifa anayokuwa nayo mtu, ambapo yale maarifa ule ufundi alionao yeye unamsaidia kwenda kukabiliana na changamoto zilizoko kwenye jamii. Kwa hiyo mtu anapokuwa na maarifa, anapokuwa na ufundi wake yeye, alafu ule ufundi au yale maarifa yakamsaidia kwa namna moja ama nyingine kukabiliana na changamoto zilizoko kwenye jamii, tayari yule ana elimu. For example, naweza ngachukulia mfano kwamba unakuta ni fundi nyumba. Fundi nyumba ana ujuzi, ana elimu ya kujenga nyumba. Kwa hiyo tayari ile ni elimu alionayo yeye, ambapo kwa namna moja ama nyingine inampatia kipato kwa namna afanyeje ya kujenga nini? Ya kujenga nyumba. Nitaenda moja kwa moja kwenye kujibu swali lako. Umesema kwamba mtu ambaye anakuwa na elimu ambayo ni ya darasani alafu inakuwa haileti matokeo yoyote kwenye jamii. Yes. Je, anakuwa ni bora kuliko yule mtu ambaye anakuwa hana elimu lakini yale maarifa mengine alionayo yanakuwa yanasaidia jamii? Mimi kura yangu moja kwa moja naweza nikaipeleka kwa mtu ambaye anakuwa na elimu maybe ni ya ufundi ambayo inasolve changamoto zilizoko kwenye jamii. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unapokuwa na elimu alafu haileti matokeo yoyote kwenye jamii, hautofautiani na mtu ambaye hana elimu kabisa. Tunategemea kwamba elimu ulionayo au tafsiri ya elimu ulionayo itusaidie kuchanganua, kutatua matatizo mbalimbali tulionayo wapi? Tulionayo kwenye jamii. Katika jamii, okay? Yeah. Baraka, nashukuru umenijibu vizuri na nimeweza kuelewa. Ninaomba niende sasa niliweke wazi kwamba unataka kuniambia kwamba mtu anaweza akasoma shule na asiwe na elimu, halafu mtu anaweza asisome shule akawa na elimu? Okay, ni kweli kabisa. Mtu anaweza asisome shule na akawa na elimu, na mtu anaweza akasoma shule pia na asiwe na elimu. Nasema hivi kwa sababu gani? Kuna vyanzo mbalimbali vya kujipatia elimu. Sio shule peke yake ambayo inaweza kumfanya mtu akapata elimu, no. Kuna vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza vikamfanya mtu akapata elimu. Moja wa vyanzo ambavyo vinaweza kumfanya mtu akapata elimu, mtu hajaenda shule lakini anaweza kaingia katika mifumo ya kijamii, mfano mitandao, akajifunza mambo ya ufundi,
mambo mbalimbali. Mbali na hivyo, unaweza ukapata elimu sio katika shule, katika namna ya uzoefu wa maisha ukapata elimu pia. Kuna watu ambao hawajasoma, lakini ukirudi katika namna ya maisha ya kawaida, wamepata uzoefu, wamepata elimu kutokana na uzoefu wa maisha wanayoishi. Lakini pia mtu anaweza siende shule akapata elimu kutokana na maisha ya wazazi wao. Kuna ile tunasema kwamba kitu ambacho anakifanya mzazi, hata mtoto hajaenda shule, na yeye akiwa karibu na mzazi, kupitia vile vitu ambavyo anaona anafanya mzazi, na yeye akapata elimu yule mtoto, na ikawa na msaada mkubwa sana ukilinganisha na mtu ambaye amekwenda shule. Na kwa upande wa swali lako Rabia, kwamba mtu mwingine anaweza akaenda shule lakini baadaye akarudi hana elimu, manake kile ambacho amefuata shuleni tunakuja kuona kwamba kinakuwa hakina matokeo kabisa. Ni tofauti na mtu ambaye amepata elimu ya kawaida katika mifumo ya maisha yake ya jamii, na elimu yake ikawa na msaada mkubwa. Asante sana Baraka, big up sana. Na kwa upande wangu pia nimekuelewa, na kutokana na namna ambavyo nimekuelewa nikatamani kuchangia kidogo hapo. Okay. Nimeona kwamba kumbe kwenda shule haimaanishi umemaliza kila kitu. Yes. Lakini iko haja kubwa unapoenda shule uweze kujifunza pia na maarifa, pamoja na elimu uweze kupata maarifa ambayo yatakusaidia wewe baada ya kutoka shule, ni namna gani unaweza ukaibadilisha ile elimu ya shule ikasaidie jamii. Kwa hiyo kama hauwezi kuibadilisha yale ambayo umeyapata shule, hauwezi kuyabadilisha yakawa fursa katika jamii, na jamii ikasema yes tuna msomi, basi kumbe wewe hauna elimu. Kwa hiyo kumbe unaweza ukaenda shule kusoma, lakini ukatoka hauna elimu. Okay. Ila kuna yule mtu ambaye tunaweza tukawa tunamuona katika mazingira ya kawaida na tunaishi naye, hana elimu. Sio hana elimu, hajaenda shule. Lakini kutokana na kwamba ana uwezo wa kutengeneza au ana uwezo wa kuimpact jamii, wa kuleta faida au kubadilisha changamoto na kuwa faida katika jamii, na hajaenda shule. Kwa hiyo huyo tumuweke katika engo kwamba ana elimu. Yes. Kwa hiyo kumbe iko sababu kubwa hata ya, kwa hiyo mimi naweza nikawa na degree na nisiwe na elimu. Ndio. Oh my God. Okay. Katika kuongezea hilo, kuna mitazamo mbalimbali ambayo inakuwa inaonekana katika jamii. Okay. Kwamba tunapongelea swala la elimu, kwamba ni kwa namna gani mimi naweza nikakutambua wewe una elimu, ni pale ambapo ninapokuona wewe una cheti. No, mtazamo huo umekuwepo katika jamii, lakini ni mtazamo ambao kimsingi sio kweli. Elimu sio cheti, ila cheti ni uthibitisho tu wa elimu alionayo mtu. Jamii nyingi inajua ya kwamba mtu ambaye amekamata cheti chake maybe cha degree, diploma, PhD, master au professional ndo mtu ambaye anakuwa na elimu, ndo jamii ni mtu ambaye inaweza ikamkubali kwa namna fulani na kiwango fulani. Lakini hapana, cheti sio elimu. Cheti sio elimu. Elimu ni kwa namna, ni maarifa ulionayo ambayo yanaweza kutusaidia sisi kuchanganua, kuchakata, kupunguza, kukabiliana na changamoto ambazo tunaziona kwenye jamii. Kwa mfano, ninaweza nikakuletea swali moja. Unahisi ni mitazamo gani au ni imani gani potofu ambazo jamii inakuwa nazo kuhusiana na habari ya elimu? Iko mitazamo mingi ambayo kwa namna moja ama nyingine nimeona jamii ikitazamia kuhusiana na elimu. Okay. Ambayo kiufupi hiyo mitazamo ninaiona kama potofu. Sijajua kwa upande wa mtu mwingine anaweza kaitazama katika engo gani. Kwa mfano, kuna watu wanaamini kwamba mafanikio yanatokana na elimu. Ili uweze kufanikiwa katika maisha ni lazima uwe na elimu. Ambapo tukiangalia sio kweli. Yaani kuna namna ambayo tunauhalisia hata katika maisha ya kawaida tunayoyaishi. Kuna watu tumewaona wamefanikiwa zaidi. Yaani unakuta mtu ana level ndogo ya elimu. Elimu yake shule ni darasa la 7, lakini ana mafanikio makubwa kuliko mtu aliyesoma PhD. Okay. Kwa hiyo huu ni mtazamo ambao ninauona katika jamii zetu tunazoishi, ni mtazamo ambao sio kweli. Lakini kuna mtu mwingine unamkuta elimu yake ni form 4, ana mafanikio makubwa kuliko mtu ambaye ana degree, mtu ambaye ana PhD, mtu ambaye ni profesa. Na nimeona kwamba kumbe iko haja kubwa ya kutumia maarifa binafsi pia, licha ya kwamba tunasoma shule. Lakini baada ya kusoma shule na kumaliza, iko haja kubwa ya kutumia zile jitihada zetu binafsi kuona ni namna gani tunaweza tukazikabili zile changamoto zilizopo katika jamii, ili zikazae fursa ambazo zitaleta matunda. Na ndio sababu kubwa hata tunavyoona vijana ambao hawajaenda shule wanakuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu ile elimu walionayo ya mtaani imeweza kuwasaidia kukabiliana na zile changamoto na kuzifanya kuwa fursa, na hatimaye wameibuka
na kuwa na mafanikio makubwa ukihusianisha na watu waliosoma. Okay, asante sana. Na nina swali moja. Kuna mtazamo ambao umeibuka katika jamii ya kwamba shughuli au elimu ya ufundi mara nyingi imekuwa ni ya watu ambao wanatazamiwa kuwa ni watu ambao wamefeli darasani. Hili jambo unaweza ukalisemaje, au katika mtazamo wako unaliona limekaaje? Elimu ya ufundi kwamba ni ya watu waliofeli shule. Unalionaje, au unaweza ukalichanganua kwa namna gani? Okay. Elimu ya ufundi sio elimu ya watu waliofeli darasani. Naweza nikaielezea katika mitazamo ya namna mbili. Mtazamo wa kwanza nitaelezea katika mtazamo wa kawaida wa namna ya kidini au ya kimungu. Kwamba Mungu wakati anatuumba kila mtu alimpa karama yake, kwa hiyo Mr. Baraka, unataka kuniambia kwamba katika hii issue nzima au katika huu mchakato wa elimu kuna vitu viwili hapo tunaweza tukaona kwamba kuna mchakato na matokeo. Unataka kuniambia wako watu ambao wana deal na mchakato alafu baadaye ndo wapate matokeo, then kuna watu ambao yani wao hawahangaiki na mchakato kwamba iko itakuweje, nianze nataka nisonge ugari, nichemshe maji, niweke unga, nifanyeje. Yani wao wanadili tu na matokeo. Unakubaliana na mimi katika hilo? Okay, asante sana. Ni kweli makundi hayo mawili yapo, lakini kundi ambalo tunaweza tukaliona ni bora sana na kundi ambalo tunaweza tukalipatia nguvu kwenye jamii ni lile kundi ambalo linaibeba elimu kupeleka katika hatua ya matokeo. Sio kubeba elimu kuipeleka katika namna ya mchakato kwamba sasa nitoke primary niende secondary niende wapi, yani ni mchakato. No, tunaangalia nani anataka elimu ambayo mwisho wa siku wa ile elimu anatuletea matokeo gani? Sisi kwenye jamii. Mtu anataka apate elimu ya ufundi, baadaye akitoka hapo hivi aje atujengee nyumba, atuletee matokeo tuyaone. Unaona, mwisho wa siku kuna mtu mwingine anakuja anadili na mchakato kwamba anataka aende shule akapate elimu, mwisho wa siku apate certificate ya kwamba ni daktari, engineering, ni acheti, haina matokeo kwenye jamii. Lakini mwingine Mr. Saidi amekwenda akaleta elimu ambayo mwisho wa siku tunaona anatujengea nyumba, mwisho wa siku analanda ambao anatutengenezea meza, mwisho wa siku anaenda shambani anatuletea na mazao. Kwa hiyo ile ni elimu ambayo inakuwa na faida, ni ya matokeo. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kuzungumza na kukiwasilisha kwa msikilizaji, penda sana elimu ambayo ni ya matokeo. Elimu ambayo tunaiangazia ni elimu ambayo inaweza kuleta, inaweza kuchanganua, inaweza kutatua matatizo yaliyoko kwenye jamii. Asante Mr. Baraka. Kulingana na muda hautoshi sana, na nataka nikuulize swali moja tu la mwisho. Okay. Tuna watu wawili, na wote wawili wanafanya ya aina moja, wote ni mafundi ujenzi. Lakini katika hao watu wawili tuna fundi ambaye ameenda shule, alafu tuna fundi ambaye hajaenda shule lakini ni fundi. Ukimpa nyumba anajenga, alafu huyu ameenda shule na yeye ukimpa nyumba anajenga. Unahisi tunawezaje kutambua ubora wao, kwamba huyu ameenda shule lakini ni fundi na huyu hajaenda shule lakini ni fundi? Nataka nijue tutajuaje ubora, yani wewe umepewa kazi ya kumchagua mmoja aje akusaidie kujenga nyumba yako, utamchagua nani? Kwa kuangalia vigezo gani hapo? Asante sana. Ubora wa kitu unaonyeshwa kwenye matokeo ya kitu. Ubora wa kitu unaonyeshwa kwenye matokeo ya kitu. Ubora wa kitu hatuonyeshwi kwenye mchakato kwamba umepitaje mpaka ukapata ule ubora wa kitu. Tunachotaka kuona ubora wa kitu unatokana na matokeo ya kitu chenyewe. Tumepata fundi hajaenda shule, amejenga nyumba, ikawa ni active, ikawa ni nzuri kuliko kawaida. Tunaweza kumchukulia kuwa ni fundi bora, anaweza akatatua jamii, anaweza katatua matatizo ambayo yako kwenye jamii. Okay. Nimekuelewa. Basi Baraka, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa namna ambavyo umeonyesha ushirikiano mkubwa katika kuona ni namna gani tunaweza tukawasilisha mawazo ambayo pengine yanaweza kaibua changamoto mpya tunaamini katika jamii. Nikupongeze wewe ambao umekubali kupoteza muda wako saa kama hii kwa ajili ya kuangalia kipindi hiki katika kituo chetu cha Maarifa au kituo cha Maarifa TV. Usisahau kusubscribe. Hii itakuwa ni akaunti ambayo mara zote tutakuletea vitu au vipindi vizuri ambavyo utavipenda tu. Endelea kuwa na amani unapoangalia TV yetu hii ya Maarifa au kituo cha Maarifa. Karibu sana, tunakupenda.
Waage basi ndugu zetu hapa. Nikushukuru mpendwa mtazamaji. Mimi naitwa Baraka Joseph, tumekuletea kipindi hiki. Tukutane tena kwenye kipindi kingine. Najua yapo mambo mawili matatu umejifunza kupitia kipindi hiki. Mungu akubariki. Usisahau kutufuatilia kupitia akaunti yetu ya Kituo cha Maarifa. For the next time tutakuja na kazi nyingine ambayo inaweza ikawa na impact kubwa kwenye jamii. Mungu akubariki. Karibu sana na uendelee kufuatilia channel hii. Big up sana. Usisahau tutapatikana Instagram, tutapatikana TikTok, tutakuwepo hapa kwenye jukwaa la Maarifa au Kituo cha Maarifa hapa mjini YouTube. Tutafanya mambo mengi mazuri na makubwa. Kwaheri. Asante sana.